wanawake wakielewa hili kwamba kwa maisha ya sasa wote wanatakiwa kuingia mzigoni. Iko hivi, mwanamke yeyote mwenye uchumi akiamua kuolewa leo anaolewa. Umenielewa? Endelea. Sitaki kukukata. Wako hao unawasikia vijana wanaitwa Mario. Unajua nini wanalelewa na mashangazi. Si ndio hapo? Okay, maana yake inakuletea picha nini? Kumbe kuna vijana ambao wanaangalia binti mwenye PhD, binti mwenye masters degree, binti mwenye uchumi wake, binti mwenye funguo yake, binti mwenye ofisi yake, binti aliyejipata. Mabinti wa aina hiyo wengi wako ndani ya ndoa, asilimia kubwa. Je, ndoa hizi za Mario na mshangazi zina amani mle ndani kwa sababu wamefuata kitu? Hata vijana na wenyewe maisha ya saizi wengi wanafuata kitu, na mabinti nao maisha ya saizi wengi wanafuata kitu, hawafuati mtu. Wanaofuata upendo kwa mtu kwa miaka ya sasa ni wachache sana. Asilimia kubwa watu wanafuata mtu kwa sababu ya kitu. Ukiangalia mabinti wengi wanaweka mahusiano kwa mtu kwa sababu ameona ana uwezo wa kuyasaidia maisha yake. Namba moja, atamlipia bili ya umeme, kodi ya nyumba, atamvisha, atampeleka saruni, atafanya mambo mengi ambayo yanahitajika kwa maisha yake ya kibinafsi. Lakini binti anapoona kijana hawezi kufanya hivyo, anaona huyu astahili kuwa naye. Kwa hiyo jambo la kwanza unaweza kujifunza, kumbe hata mabinti saizi hawana ule upendo wa zamani. Wanasema ule upendo wa kwamba nimempenda, tuko tayari tulale chini, nimempenda, niko tayari tule bamia na yeye, nimempenda, niko tayari tukoroge uji. Saizi mjini huwezi kupata binti wa namna hiyo. Ni kweli. Sasa nikuulize swali la mwisho. Kijana atamjuaje binti sahihi, sifa za binti sahihi? Kijana anajiuliza, mchungaji, naomba nisaidie ili nimpate binti sahihi, sifa namba 1, namba 2 mpaka 3. Hebu msaidie huyu kijana ametusikiliza, sifa kwa binti ambazo akiziona akiwa kanisani, sifa kama 5.